What are you? Yo. Yo. Tanzania ni nchi ambayo ina makabila zaidi ya 121. Katika makabila hayo wakiwemo Wahehe, Wazigua, Wapare, Wachaga na Wamasai na wengineo wengi. Siku ya leo tuko mkoani Iringa ambapo kwa asili sio sehemu ya Wamasai. Lakini lengo letu sisi sio kujua asili yao ni wapi. Lakini lengo letu ni kujua ni kwa namna gani wanatunza na kuhifadhi mila na desturi zao. Ungana nami Gladness Kusaga katika safari hii ya kuelewa ni kwa namna gani Wamasai wanatunza na kuhifadhi mila na tamaduni zao. Leo hii Wamasai wana makazi yao sehemu za kusini mwa Kenya na kaskazini katikati mwa Tanzania. Historia ya Wamasai inaonyesha kwamba wao ni jamii ya wafugaji na wanaishi kwa kuhamahama na ndio namna ya maisha yao. Urithi wao ni watu na nyumba. Walihamia kutoka kusini mwa mto Nile, kaskazini mwa Afrika kutoka karne ya 15 kabla ya kuanzisha makazi yao mashariki mwa Afrika katikati mwa karne ya 17 ambayo sasa ni mazingira ya Kenya. Kwenye msafara wa kuelekea kusini, Wamasai wanatoka huko kuogopa kuporwa utu na hekima yao kinguvu na kupoteza jamii yao. Wamejikuta wakihamia kusini mwa Afrika. Kama vile taifa lililopotea la Israel, mlinzi wa kusini anafanana na mlinzi wa Rumi. Kama vile Warumi, Wamasai wamekuwa wakisifiwa kwa ulinzi wao ulio imara. Waliweza kuwapora na kuwaweka kwenye himaya yao makundi ya Wachaga, Wasirikwa, Wagala, Waliatua, Wandorobo na Wakikuyu walipokuwa wakielekea kusini. Zaidi wafanyabiashara za watumwa wa Kiarabu walipovamia bara wakitokea pwani hawakuweza kuwagusa Wamasai. Wakati huo wakulima na wapelelezi wa Ulaya wa mwanzoni waliogopa kuwavamia Wamasai kwani walikuwa na ulinzi ulio imara. Kabila hili maarufu sana Tanzania limekuwa likifuata sana mila zao na desturi na ndio maana wamekuwa na tamaduni tofauti tofauti ambazo zinawatofautisha na makabila mengine. Mfano, kuwaozesha wanawake bila kufuata kigezo cha umri ambapo kuna wengine kuozesha wakiwa bado tumboni mwa mama zao. Na ndoa hizo za utotoni zimekuwa zikifanywa sana na kabila hili la Wamasai. Kuhusu elimu kwao sio jambo linalopewa kipaumbele sana, ambapo asilimia kubwa ya Wamasai wamekuwa hawana elimu ya kutosha juu ya elimu hii ya darasani, japo kuna baadhi ya Wamasai wamesoma na kufikia katika elimu za hali ya juu, mfano vyuo vikuu na kuwa na msaada kwa jamii yao. Utamaduni tumeushikilia kwa sababu ni kitu ambacho ni tegemezi, na pia kupitia tamaduni inamfanya mtoto azingatie kuzichunga ng'ombe. Sisi asilimia kubwa Wamasai, shamba letu ni ng'ombe. Tunategemea tuziuze ili tupate pesa na kukamua maziwa. Hivyo basi, sisi ng'ombe ndio kihenge chetu cha kujipatia pesa Wamasai. Katika mfumo wa elimu, watoto wanafundishwa waende
shule, wengine mpaka kufika sekondari, wengine kufika mpaka hivyo. Mbali na kudumisha mila na desturi za vijana wetu, wanaenda shule tofauti na hapo mwanzo. Ina maana kere mishitamo ekwete shule mpaka sekondari mpaka chuo ngarajo yana 7%. Alikibulu tondonga ni rentito tayo nilokiama mimi kipindi kama labda naolewa ninapoolewa sana wazazi wanapokupatia uende ukaolewe, wanakuambia ukifika huko shikilia mali ya mume wako. Ng'ombe ndo za kwanza sisi sana wakati tunaenda kuolewa, wanakuambia mume wako sana ng'ombe, nenda kashikilie ng'ombe na ushikilie mji wa watu. Kikuta watu wanaishi kwa hivyo vyote vile, na wewe vumilia uishi hivyo. Ndio maana nilichokuwa naongea babangu kwamba sisi ndoa za Kimasai ni ngumu sana, kuna nini, yani kuachana hivi, kwa sababu hiyo siku unaondoka hapo nyumbani, yani unahimizwa kweli. Maisha ya binadamu hutegemea sana vitu vikuu vitatu ambavyo ni malazi, mavazi na chakula. Na hapa Zena anaelezea zaidi utamaduni wa Kimasai kuhusu vyakula vyao vya Kimasai. Liyo kendango Masai. Sisi wa Masai chakula chetu sana. Tukiamka asubuhi tunakamua maziwa. Baada ya chakula chochote kile tunakunywa kwanza maziwa. Ikifika mchana tunapika ugali tena tunakula na maziwa. Je, ni upi mchango wa elimu katika kuzuia ndoa za utotoni? Ni kwamba asili ya ndoa za utotoni inatokea kwenye familia. Familia ndio yenyewe inaamua kwamba mtoto asome au mtoto aolewe akiwa na umri mdogo. Ndio maana mpaka sasa hivi wameshaelimika, tushaelimika kwa kiwango kikubwa na tunaendelea kuelimika kuhusiana na mtoto za utotoni. Ndoa za utotoni mpaka sasa hivi ilishakuwa kidogo imepungua kutokana na ile elimu inayotujenga na kuelimisha pia wazazi. Maana ukikuta familia inakubaliana yenyewe kwamba mtoto wetu anasoma hata kama ni kike, maana baadaye wanategemea mambo mazuri kutoka kwake. Ndio sasa unakuta jamii au familia inakubaliana yenyewe kwamba hata kama sio mtoto wa kiume tu ndiye anaweza kutusaidia, hata wa kike pia akielimishwa au akipewa elimu anaweza akaja kusaidia jamii. Mimi nafikiri kwanza kabisa elimu inasaidia kwa namna mbalimbali. Kwanza nilishajua kwamba jamii inakosea 1 2 3 kulingana na, unajua elimu ni pamoja na kutembea tu. Yaani sio lazima ukae darasani. Yaani kutoka Dar es Salaam, Mbeya, wapi, kutoka Arusha maybe just interact na jamii zingine ni elimu tosha. Kwa muingiliano ule tu umenifundisha nikajua kwamba jamii yangu inakosea 1 2 3. Lakini pia kwangu mimi itanufaisha kwa namna moja, kwanza kuhakikisha jamii yangu nitakaoenda kukaa nao nitawapa hamasa kuhakikisha watoto wale wanapata elimu. Pia nimeona silaha nyingine ya kuondoa hizo tamaduni za ajabu ni dini pia, kwamba nimeexperience kwamba jamii inayonizunguka, yani kwa ndugu zangu wale wa Masai waliopata nafasi wakaokoka kufanya hivyo, wakapractice dini, wamesahau mambo mengi sana. Yani wameiondoa mambo mengi sana, kwa mfano ukeketaji kwa sababu dini inakataa. Kwa hiyo pia ipo. Kwa mfano kwa sisi tulopata elimu tunahakikisha wadogo zetu pia nao pia wanaingia kwenye mfumo huo. Wakishaingia kwenye mfumo huo, hata wajirani yangu pia naye ataiona. Pia na mimi nakaurudi nakapoona kwamba jambo fulani linatendeka na la hovyo na ni tofauti na kinyume, lazima niripoti sehemu sahihi. Ingawa jamii itaniona wajabu, lakini ipo siku ataniona nipo sahihi. Tamaduni hizi za kuozesha watoto wadogo zimekuwa zinaathiri sana maendeleo ya jamii hii, ambapo tamaduni hizo zimekuwa zikiua ndoto za mabinti wengi wa Kimasai katika kutimiza ndoto zao za kimaisha. Wao wanasema asili yao mtoto hajitafutii mchumba, wao ndo wanamtafutia. Kwa hiyo anaweza kupata mchumba kutoka labda huko Ilula huko wapi, anakuja wafiki sehemu yoyote kwenye hata darasa la 7 walikuwa ni wachache sana wakimaliza. Licha ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa elimu bure kuanzia awali kidato cha 6, lakini bado jamii ya Kimasai haijatoa kipaumbele kwa vijana wao kunufaika na fursa hii ya elimu bure.
Katika kulifahamu hili kwa undani zaidi, tunaye kiongozi wa jamii ya Kimasai na hapa anatueleza zaidi. Sisi ni Wamasai ambao bado hatujapoteza mila zetu, kwa sababu chimbuko letu ni ufugaji wa ng'ombe. Hivyo basi mila bado tunaziendeleza, kwa maana bado tunafuga ng'ombe na kuzihudumia kwa ukaribu. Tunadumisha tamaduni zetu kwa sababu kupitia tamaduni yetu tunaweza kuhudumia familia zetu na kuwa na mwelekeo mzuri wa majukumu. Kila jamii ina taratibu zake kuhusiana na masuala mazima ya ndoa. Je, ni taratibu zipi upande wa Kimasai na umri upi sahihi wa kuoa au kuolewa? Ndoa za Kimasai hudumu muda mrefu tofauti na ndoa za makabila yote. Hii ni kwa sababu wanandoa hufunzwa mafunzo maalum yanayohusiana na ndoa, na hivyo ndiyo sababu kubwa inayofanya ndoa za Kimasai kudumu. Ndoa zetu kwa sasa ni kuanzia miaka 20. Kwa wale ambao bado wanafuata mila za zamani na kuwaozesha watoto wao wakiwa na umri mdogo, na wengine kulipiwa mahali wakiwa bado tumboni mwa mama zao. Je, utaratibu huu bado upo? Mila za zamani zilikuwa mtoto tangu yupo tumboni anaweza kuolewa, lakini baada ya kukua kwa elimu, kwa sasa kijana wa Kimasai anaolewa akiwa na miaka 20 na kuendelea, tofauti na hapo mwanzo. Mimi ni muumini sana kuhusiana na elimu wanayopata wanafunzi mashuleni. Kuhusu kwama, kwa sasa tunahama kwa muda kwa ajili ya kufuata malisho ya mifugo, lakini tunarudi tena kwa sababu tunakuwa tumeacha familia zetu sehemu hii ambayo ndiyo makazi yetu ya kudumu. Changamoto ya ndoa za utotoni haiathiri jamii hii ya Kimasai fanya ili kuweza kutokomeza kabisa ndoa hizi za utotoni. Mimi pamoja na uongozi wa ile eneo ambalo nililopo tutaendelea kushirikiana, kwa maana kwamba basi umri wa kuzaa basi uanzeki umri huo ambao basi kuanzia 18 kwenda juu, kuelezea hatari faida ya kuzaa baada ya kipindi hicho cha miaka 18 kwenda juu na usalama wake kwa ujumla. Kwa kweli wito wangu mimi yani na wasii wajitahidi. Ndoa za utotoni ni ngumu sana, kwa sababu mtoto anavyoenda kuanza maisha ya ndoa ni ngumu. Kwa hiyo wao wajitahidi tu kulea watoto kama wanavyoangalia wenzao kwenye jamii zingine. Kila tunapowafikia tumekuwa tukiwapa elimu mbalimbali, ikiwemo wao wenyewe kuacha mila potofu, lakini pia kuacha fikra ambazo ni zimepitwa na wakati, hasa kumuozesha mtoto ili kuweza kujipatia mali. Maana hilo ndio lilikuwa kubwa kwao, kwamba mtoto wa kike kwao ilionekana ni mali. Akishapata mali, kwa hiyo baba anajihesabia kabisa kwamba hapa nina ng'ombe 8, 7 nitaongeza kwenye lile kundi langu. Licha ya jamii hii ya Kimasai kutunza na kuziheshimu tamaduni zao, ila linakumbwa na changamoto kubwa ya kuendeleza ndoa za utotoni, na hivyo kuhatarisha maisha ya watoto wengi wanaokumbwa na ndoa hizo. Ni jukumu langu mimi na wewe kwa kushirikiana na jamii nzima inayowazunguka ili kutokomeza ndoa hizi za utotoni. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Safari iliyokuwa ndefu ya kuyafahamu mengi yaliyo ndani ya kabila hili la Kimasai imetamatika. Kwa heri kwa sasa. Mpaka wakati mwingine tutakapopata wasaa wa kulitembelea tena kabila hili la Kimasai. Mwanzo mpaka sasa ulikuwa nami Gladness Kusaga. Sina la ziada mpaka hapo. Tukutane tena wakati mwingine. Asante na kwa heri.